kidiplomasia kati ya Kenya na nchi au mataifa jirani. Endelea kutuma kauli yako au maoni yako, nitaweza kusoma ujumbe wako katika jarida hili lakini ni baada tu ya wageni wetu kukamilisha mjadala huu. Moja kwa moja tuzamie mjadala. Karibu sana mbunge Caleb Amisi. Mwanzo kabisa, wewe ni mbunge na bila shaka mmoja wa watunga sheria hapa nchini Kenya. Je, Kenya ina sera rasmi ya kidiplomasia au hatuna? Tuko na ile kitu inaitwa the Kenyan policy document, Kenyan foreign policy document, ambapo inaweka jinsi Kenya ina uhusiano na mataifa za kigeni, na pia imeweka ile mwenendo ama pillars ambazo tunafaa tufate katika uhusiano wetu na nchi za kigeni. Lakini Mheshimiwa, unazungumziaje swala hili ambapo Rais William Ruto na taifa linajipata pabaya kutokana na matamshi ya rais yanaonekana kukejeli mataifa jirani kama vile Uganda, Tanzania na hivi majuzi vile katika taifa la Nigeria? Rais wa nchi ni diplomat number 1. So kama diplomat number 1 inamaanisha kwamba yeye ndio ana msingi bora sana ya kuendeza foreign policy, na yale makosa ambayo yanafanya yana affect Kenya mzima na uhusiano wa Kenya na nchi zingine. Sasa wakati anaropoka mambo kama hayo ambayo hayana uhusiano mzuri na nchi nyingine kama ya Nigeria, ambapo alisema kule Italy, unapata kwamba hata one tweet can cause war. Yani tu mtu kuandika tu tweet moja can actually attract a missile to your land. Na ndio tunasema hata tumeona hiyo makosa na PS permanent secretary Bwana Koril pia anaandika tweet kuhusiana na zile vita za Israel na Iran. Na unaona kwamba watu international wako emotional. Tamuko tu lolote ndio unasikia akisema diplomat are diplomatic, the language of diplomacy. It is measured. Huwezi ongea tu vile unataka. Naam, nitakuwa na rejea kwako hivi punde Mheshimiwa. Karibu sana Dr. Singo Machofi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi akihusika na masuala ya uhusiano wa kimataifa na vile diplomasia. Karibu sana, ukiwa mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, mtazamo wako ni upi kuhusu makosa ya kidiplomasia yanayoonekana kumkabili Rais William Ruto kwa mara kwa mara, hasa kufuatia matamshi yake kuhusu raia wa Nigeria tulivyosikia hivi majuzi akiwa kule Italia, na hivi karibuni tu kuhusu mataifa jirani kama vile Uganda na Tanzania? Dr. Machofi. Mimi nafikiri kwamba yalikuwa ni matani. Sidhani kama alikuwa anamaanisha kwamba kizungu cha wa Nigeria kieleweki na wa Kenya ama na watu wa East Africa. Nilimuona mimi akizungumza kwenye runinga akitaja hayo maneno, na kwa mtazamo wangu mimi sidhani kama kwamba ni kuna umuhimu mkubwa wa kuwekelea hayo kama kwamba ni makosa amefanya. Nafikiri ilikuwa ni utani tu, kulewa vibaya hayo kwa maoni yangu. Na Dr. Irongo kutoka chuo kikuu cha Zete, karibu sana. Vile umeweza kumsikia pale Dr. Machofi akizungumzia swala hilo. Sijui binafsi kama mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, kwa kauli yako, pengine mtazamo wako ni upi kuhusu makosa ya kidiplomasia yanaonekana kumkabili rais, hasa kutokana na matamshi hayo yalolenga mataifa hayo? Makosa ya kidiplomasia yanatuweka katika picha mbaya sana. Na ni makosa ambayo kidiplomasia hayafai kuwa yanafanyika. Lakini kumbuko ya kwamba haya makosa sio rais peke yake katika diplomasia yetu, na ukiangalia wizara ambayo inahusika na masuala ya uhusiano wa kimataifa imekuwa ikifanya makosa mara kwa mara, na ni mara nyingi ambapo mambo kama haya yameweza kuangaziwa. Kwa hivyo inatuweka katika picha mbaya sana katika bara letu na pia duniani. Lakini kwa mtazamo wako, chanzo cha hali hii ni nini? Je, huenda rais tayarishi vya kutosha kabla ya kushiriki katika majukwaa ya kidiplomasia, au changamoto inaweza kuwa inatokana na yeye binafsi?
ni jambo ambalo lazima tuweze kuliangazia, kwa sababu inatuashiria kwamba pengine wale ambao wanahusika katika ile wizara ambayo ni ya masuala ya kigeni na pia idara tofauti ambazo ziko katika ile wizara, huenda pengine wamekuwa wamelegea kidogo, na mara nyingi panapotokea huu ulegevu huwa sana sana ni wale ambao wako katika nyadhifa za juu, ndio mara nyingi pengine huenda wanakuwa wanapatiwa ushauri au maarifa ya kuweza kufanya mambo kwa njia tofauti, na pengine ukapata kwamba hawayafuati. Mheshimiwa Hamisi, je, masuala kama haya yanatishia kupaka tope taifa letu la Kenya? Yamepaka tope taifa la Kenya kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sasa unaweza pata hata Wakenya wako hatarini. Tuko na Wakenya wengi kule nchi za kigeni, unaweza pia weka maisha wa Kenya hatarini. Unapata kwamba watu wako emotional. Jinsi vile unazungumza lazima utie maanani kwamba uhusiano wa kitaifa ni uhusiano muhimu sana. Naam, asante sana Mheshimiwa. Hebu nirejee kwako Dr. Mwachofi. Matamshi ya viongozi wa Kenya dhidi ya mataifa mengine yanaweza kuwa na athari zipi, kwa mfano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa baada ya matamshi kwamba Tanzania na Uganda ni mataifa ya sostawi? Kwa hivyo ni ukweli kwamba Kenya iko mbele zaidi kiuchumi, kiteknolojia, kielimu na hata kisiasa zaidi ya hayo mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Hiyo ndio ukweli. Lakini je, wao majirani zetu wangependa kusikia hiyo ukweli ikitajwa? Kidiplomasia ni vizuri, hata kama lazima tuwakumbushe kwa lugha ya kidiplomasia. Tusiwakumbushe kwa namna ambayo kwamba wanaweza kuchukulia kwamba sisi tunajigamba. Hiyo iko na adhari ya kuweza kusambaratisha huo umoja wa Afrika Mashariki, na pia kusambaratisha mipango mingine ambayo kwamba inaweza kuwa na manufaa zaidi kwa nchi yetu ya Kenya na pia kwa nchi zote za Afrika Mashariki. Na Dr. Irungu, kwa mtazamo wako, chanzo cha hali hii ni nini hasa? Ni jambo ambalo lazima tuweze kuliangazia, kwa sababu inatuashiria kwamba pengine wale ambao wanahusika katika ile wizara ambayo ni ya masuala ya kigeni na pia idara tofauti ambazo ziko katika ile wizara, huenda pengine wamekuwa wamelegea kidogo, na mara nyingi panapotokea huu ulegevu huwa sana sana ni wale ambao wako katika nyadhifa za juu, ndio mara nyingi pengine huenda wanakuwa wanapatiwa ushauri au maarifa ya kuweza kufanya mambo kwa njia tofauti, na pengine ukapata kwamba hawayafuati. Naam, Dr. Mwachofi, swali hilo. Na nafikiri pia kwamba ningelitaka nielewe kwamba rais alikuwa amesema hayo kimlengo upi, ama alikuwa anaeleza nini, lakini ilivyotokea, kama ilitokea hivyo haikutokea vyema. Inafaa kwamba wale wanaomshawishi rais kumtayarisha kwa mazungumzo ya kidiplomasia, nafikiri wangefaa kuweza kufanya zaidi ili kuhakikisha kwamba rais haonekani kama kwamba anafanya ile tunaita kizungu gafe, ile gaf, ile kuteleza ama kuzungumza mambo ambayo kwamba hayataleta mtazamo mzuri, hayatakuwa mambo ya kuonyesha ya kuchukuliwa kama kwamba ni ya heshima diplomasia. Na tumalize na Dr. Irungu. Matamshi ya viongozi wa Kenya dhidi ya mataifa mengine yanaweza kuwa na athari zipi, kwa mfano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Unapokumbuka kwamba haya ni mataifa ambayo ni mataifa jirani wetu, na pia tuko nao pamoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi kidogo tutaweza kuwekwa mahali ambapo sio pazuri. Na iwapo matamshi kama haya yatakuwa yanaendelea hivi karibuni, pengine pia utaweza kuona kwamba wanadiplomasia wetu pengine wameweza kuitwa kule katika hizi nchi kuweza kupatiwa malalamishi. Kwa hivyo lazima viongozi waweze kujizatiti sana na kuhakikisha kwamba mambo ambayo wanasema yameweza kuratibiwa vyema. Naam, asante sana. Amekuwa ni Dr. Eric Irungu,
Mhadhiri wa masuala ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha ZETEC. Tumekuwa na Dr. Singo Mwachofi, mhadhiri vile vile katika somo hilo masuala ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile tumekuwa na mbunge mwanachama wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusiana na uhusiano wa kimataifa ama masuala ya kimataifa, Caleb Amisi. Asanteni sana kwa kufanikisha Shajara jioni hii. Msikilizaji